Mtazamaji wangu, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo, na ninashukuru fursa hii kukukaribisha kwa kipindi cha neno la Mungu. Hapa ni Christian Foundation Fellowship Thika. Tuko Garissa Road, stage inaitwa Polisac. Opposite kuna shule iko hapo ya college inaitwa CITC. Ndipo huwa tunakutana kwa ibada za Jumapili. Mimi ni mchungaji Simon. Karibu tuendelee kubarikiwa. Wiki hii tumekuwa tukisoma neno la Bwana kwenye kitabu cha Methali 27 mstari wa 24, ambayo tumekuwa tukijifundisha kuhusu mali na taji. Na Biblia ilituambia mali hazidumu milele na taji haidumu kutoka kizazi hadi kizazi. Na siku kama mbili zimepita tumekuwa tukiangalia kuhusu taji. Na juzi tulisoma vile ambavyo Ayubu alisema ya kwamba wakati alikuwa amekaa katika maisha yake ya kawaida, amezungukwa na watoto wake, kuna utulivu mwingi. Ate hiyo ni taji ilikuwa kichwani mwake. Na sasa wakati mambo yake iliharibika, alipokuwa anaomboleza akiongea, alisema Mungu ameondoa taji yake kichwani. Na sasa leo ninataka tuangalie vile mtu anafaa kukaa wakati taji iko kichwani mwake. Mtu anatakana abehave namna gani wakati fahari iko maishani mwake, wakati anaheshimika, wakati jina lake linatajika, wakati taji kichwani. Kitabu cha Ayubu 29, tuanze mstari wa 11. Biblia inasema, when the ear heard, then it blessed me, and when the eye saw, then it approved me. Ayubu anasema ya kwamba siku zile ambazo taji ilikuwa kichwani, alikuwa mwangalifu ya kwamba yeyote anayesikia habari yake sio kumlaani anamlaani, ni kumbariki anambariki. Mara nyingi wakati watu wako na taji kichwani, wakati wako na heshima, wakati wako na fahari, wakati wako na majina makubwa, huwa wanajaribiwa kuwa careless. Wanaumiza watu mioyo kiasi ya kwamba kila wakati jina lako likitajwa ni machozi na huzuni linaleta katika mioyo ya watu. Lakini Ayubu alikuwa mwangalifu. Taji ilipokuwa kichwani, ate akitajwa watu walikuwa wanambariki. Mtu akisikia tu jina la Ayubu, anasema abarikiwe, apanuliwe, afanikiwe. Huyo ni mtu mzuri. Na kwa nini ikawa hivyo? Verse 12. Because I delivered the poor who cried out, the fatherless and the one who had no helper. Ayubu anasema kile kilifanya jina lake likitajwa, kila mtu akisikia jina lake likitajwa anasikia kumbariki. Bible inasema ni kwa sababu alimuokoa maskini aliyemlilia. Mara nyingi watu ambao Mungu amefanikisha taji ikiwa kichwani, mara nyingi huwa wanajaribiwa kufuga masikio yao wasisikie kilio cha wanyonge, wasisikie kilio cha maskini. Lakini Ayubu anasema alihakikisha hakuna maskini aliyemlilia ambaye hakunyosha mkono kumsaidia. Na Bible inasema na mtu yule ambaye hakuwa na baba, mayatima, na mtu yule hakuwa na mtu wa kumsaidia, Ayubu anasema hakuziba masikio yake kwa watu kama hao. Na Bible inasema mstari wa 13, the blessing of a perishing man came upon me, and I caused the widow's heart to sing for joy. Ayubu anasema ati baraka ya mtu aliyekuwa karibu na kufa ilikuja juu yake. Hii ni kusemaje? Ayubu alikuwa anasaidia mtu even at the point of death. Ukiona mtu ambaye anaelekea kukufa na at least anapata nguvu ya kukwambia barikiwa, kwa kweli umeguza moyo wake. Kwa kweli umeguza maisha yake. Mtu ambaye amebakisha pumzi tu kidogo aangamie, na at least kabla hajakata roho anapata dakika ya kukwambia Mungu akubariki. Ayubu anasema baraka ya yule aliyekuwa karibu na kuangamia ilikujia. Mtu akiwa karibu na kuangamia huwa anaondokewa na watu wote. Ayubu anasema alikuwa anajihusisha na watu hao wanaelekea kuangamia. Even at the point of death, Ayubu alikuwa hapo. Na kwa hivyo mtu huyo kabla hajakata roho, mtu yule aliona wa mwisho ni Ayubu. He is the last person. Yeye ndiye alikuwa wa mwisho kuasha mtu akiangamia. Ayubu ndiye alikuwa wa mwisho kuondoka wakati wote wameondoka, wakati taji ilikuwa kichwani mwake. Na sasa anasema baraka ya yule aliyekuwa karibu na kufa ni mimi nilipokea. Na anasema and I caused the widow's heart to sing for joy. Na niliufanya moyo wa mjane uibe kwa sababu ya sifa. Wajane mara nyingi kwenye Bible kumeandikwa kule wanalia, kule wameteswa na kudhulumiwa, kwa sababu mjane hana mtu wa kumuulizia, mjane hana mtu wa kumtetea. Mjane ni yule mama amefiwa na mume wake,
Mjane ni yule mama ambaye ameachwa na mume wake akaaga. Sasa mtu huyo ni kama hana mtu wa kumsaidia. Ayubu anasema ati alihakikisha moyo wa mjane umeiba kwa furaha. Mama mjane anafurahishwa kiasi ya kwamba, anasaidiwa kiasi ya kwamba, anaketi chini anatunga wimbo anauimba. Hivyo ndivyo Ayubu alifanya wakati taji ilikuwa kichwani mwake, kwa sababu labda alifahamu taji haidumu milele na milele. Na ninafikiria hii ndio lile jambo lilifanya Mungu alikubali kumrejeshea Ayubu fahari yake. Umeshawahi kujiuliza kwa nini watu wengi wakitoka kwa viti vyao vya fahari, wakitoka kwa viti vyao vya heshima, huwa hawarudi pale? Umewahi kujiuliza kwa nini watu wengine kukiwa na mwaguko maishani mwao huwa hawainuki tena? Kwa nini watu wengine wakivuliwa kwenye viti vyao vya heshima huwa hawapewi nafasi tena ya kurudi pale? Ayubu kuna siri alikuwa anajua, na ndiposa hata kulipokuwa na mwaguko maishani mwake, Mungu alimpatia nafasi ya kupanda tena ngazi ya kuinuliwa, akafika mpaka kilele. Hivyo ndivyo imeandikwa kwenye kitabu cha Ayubu, zile sura za mwisho za kumalizia. Na sasa Bible inasema mstari wa 14, I put on righteousness and it clothed me, my justice was like a robe and a turban. Ayubu anasema ati alijivika haki. Ayubu alihakikisha mambo yote yatakayofanyika mashoni pake ni yale ambayo ni ya haki. Ayubu alihakikisha hakuna mtu atafinyika. Ayubu alihakikisha hakuna mtu atateseka. Ayubu alihakikisha hakuna mtu atasononeka. Ayubu alihakikisha hakuna mtu atanyimwa haki yake. Biblia inasema kama kuna kitu ungeona kwa maisha ya Ayubu, ungemuidentify. Haki ilikuwa ni kama nguo. Kama vile mtu anaweza kuvalia koti kama hii nimevaa. Ayubu kwa kesi yoyote haki lazima ingeprevail. Kwa jambo lolote haki lazima ingeprevail. Katikati ya matajiri na maskini haki lazima ingeprevail. Kwa mwajiri na mwajiriwa haki lazima ingeprevail. Na ndiposa Mungu alikubali taji irudi tena kichwani mwake. Mstari wa 17, mstari wa 15 Biblia inasema I was the eyes to the bride and I was feet to the lame. Ayubu anasema nilikuwa macho kwa kipofu. Hii ni kusema namna gani? Hii ni kusema unasaidia mtu kuona kitu hakuwa anaona. Unasaidia mtu kuona opportunity hakuwa anaona. Jamani, ninakuongelesha katika jina la Yesu. Kama kuna kiti Mungu amekupatia, kama kuna platform Mungu amekupatia, kama kuna cheo Mungu amekupatia, kubali cheo hiyo itumike kusaidia watu wengine. Kubali cheo hiyo itumike kujenga watu wengine. Kubali cheo hiyo itumike mtu akanyage juu yako aone kitu ambacho hakuwa akiona. Kuwa macho kwa kipofu fulani. Kuna vipofu wengi wamekuzingira. Unaona opportunity nyingi na hawazioni na wewe unaziona. Wafugue macho. Kuwa macho kwao. Waone kile hawaoni. Na Ayubu anasema ati alikuwa miguu kwa yule ambaye hakuwa na miguu. Hii ni kusema namna gani? Mtu ambaye hangefika mahali fulani, Ayubu alikuwa anambeba kupitia kwa ile cheo alikuwa nayo, kupitia kwa ile heshima alikuwa amepewa. Ayubu alikuwa anambeba, anahakikisha mtu huyo amefika mahali hangefika. Ni wangapi katika siku zetu wako tayari kubeba mtu? Wako tayari mtu atumie miguu yao afike mahali ametamani kufika miaka nyingi na hajafanikiwa kufika. Ayubu alikuwa miguu kwa yule ambaye hakuwa na miguu. Na wewe ambaye unanitazama, Mungu amekubariki. Kuna kampuni umeajiriwa, kuna kazi unafanya, kuna mahali Mungu amekufungulia mlango, kuna opportunity umepewa. Kubali miguu yako itumiwe na watu wengine ambao ni vilema. Vilema ni kusema mtu huyo hata akiishi miaka yake yote hataweza kufika mahali hapo. Wewe ndiye unaweza kutumika. Akukanyange, atumie miguu yako afike hapo. Ayubu anasema wakati taji ilikuwa kichwani mwangu, nilihakikisha yule ambaye hana macho nimekuwa macho kwake, yule ambaye hana miguu nilikubali atumie miguu yangu. Na Bible inasema mstari wa 16, I was a father to the poor and I searched out the case that I did not know. I broke the fangs of the wicked and I plucked the victim from his teeth. Mara ngapi umeliliwa na watu wakiwa kwa shida fulani, wakiwa wamenaswa na jambo fulani, wakakulilia na ulikuwa na uwezo wa kuwafungua na kuwanasua, na ulifunga masikio usisikie kilio chao. Ayubu anasema ate kuna watu walifanyika baba. Baba ni kusema kuna watu walifanyika protective kwao, na kuna watu alipatia provision. Kuna watu alihakikisha wako na security na wako na kila kitu ambacho wanahitaji. Na sio watu wametoka kwa mwili wake, sio watoto wake wa kuzaa. Bible inasema ni maskini. Yule mtu ambaye hana mtu anaweza kulilia, amunasue kwa shida, amulipie deni, alililia Ayubu na Ayubu hakufunga masikio. Bible inasema hata Ayubu
alinasua watu kwa meno ya watu waovu. Ukiwa kwenye meno karibu kumezwa, Ayubu ndiye huyu anakunasua. Akitumia nini? Ile cheo tu Mungu alikuwa amempa na ile heshima alikuwa amepewa. Maana Bible ukianza kitabu cha Ayubu kinasema alikuwa mmoja wa watu wale matajiri sana katika nchi za mashariki. Na Bible inasema mstari wa 18, then I said, I shall die in my nest and multiply my days as the sad. Ayubu anasema hata kwa sababu ya kufanya mambo hayo alikuwa na uhakika huu ya kwamba atakufa katika kiota chake. Hii ni kusema atakufa kifo ambacho sio cha kusumbuka, sio kifo cha mateso. Na ndiposa labda hata Ayubu wakati alipatwa na ugonjwa wa kusubua ngozi yake hakuogopa asife, maana alikuwa na hii assurance, kulingana na vile nimeishi na taji ikiwa kichwani, vile nimebehave, lazima nife kifo ambacho kina amani. Kuna watu katika kifo chao lazima kuwe na vita kubwa na mvutano na duru na nini, lakini kuna watu kifo chao ni kama kulala. Na Ayubu anasema ati alijua ya kwamba ataongeza siku zake kama mchanga wa baharini. Bwana Yesu atukuzwe. Hivi ndivyo Ayubu alifanya wakati taji ilikuwa kichwani mwake. Wewe ambaye umeajiriwa, umepewa cheo kikubwa, wewe ambaye Mungu amekubali ukalie kiti kikubwa, wewe Mungu amekubali uanzisha kampuni kubwa inasikika Kenya nzima na dunia nzima, wewe ambaye taji iko kichwani mwako, unafuata mfano huu? Kwa sababu hiyo taji kuna wakati haitakuwa kichwani. Kuna wakati jina lako litatajwa, watu washindwe wewe ni nani. Labda wawe rifadi kwa vile ulikuwa unafanya mtu yule ambaye alikuwa mwanzilishi wa kampuni fulani. Maana wakati huo utakuwa umesahaulika na utakuwa umetoka kwenye cheo chako. Taji itakuwa imeanguka kutoka kichwani, kwa maana mali haziwi za milele na taji haidumu kutoka kizazi hata kizazi. Ile heshima unapewa, kuna siku hautapewa. Lile jina kubwa unaitwa, zile saluti unapigiwa ukiingia kwa gate, kuna wakati hutapigiwa hizo saluti. Wakati huu taji iko kichwani mwako, kubali watu wengine waone fahari kupitia kwako. Kama unaweza kuongea mtu fulani afunguliwe mlango, ongea. Washa kunyamaza. Kama unaweza kuongea mtu fulani apate kibali, ongea. Jenga maisha ya watu, build people. Jenga watu, inua watu. Kubali watu watumie miguu yako wafike mahali ambapo hawangefika. Kubali vipofu watumie macho yako waone vitu ambavyo hawangeona. Siku zile zote watakukumbuka. Mungu atajua ya kwamba wakati taji ilikuwa kichwani ulimheshimisha. Na hii ni kusema ya kwamba wakati ambapo taji itaondoka kichwani mwako, kuna possibility kama vile Ayubu alipewa nafasi ya kuvalia hiyo taji tena, maisha yake ya baadaye ikawa bora kuliko maisha yake ya mwanzo, kuna uwezekano na wewe iwe hivyo. Jiulize swali hili: kwa nini watu wengi wakianguka kutoka kwa viti vya heshima hawarudi pale? Maana wakati taji ilikuwa kichwani hawakujua kuitumia. Ningependa tuombe. Baba, katika jina la Yesu, naombea mtazamaji wangu ya kwamba neno hili litampatia hekima. Maadamu taji ikichwani mwake, ataitumia vizuri na atakubali watu wengine wapate fahari na wapate jambo la kujivunia kupitia kwake na kwa jina lake kubwa. Atajenga maisha ya watu, atakuwa macho kwa vipofu, atakuwa miguu kwa vilema. Atawasaidia maskini na hatafuga masikio asisikie kilio chao. Na nena baraka kwa watu wako na fadhili zako. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Mungu awabariki. Mchungaji Simon, Christian Foundation Fellowship, Makongeni hapa Thika. Na kukaribisha kutoa sadaka zako kwa hiyo namba ninakuwekea hapo. Toa sadaka uwe baraka kwa kazi hii ya Mungu na Mungu atakubariki. Muwe na siku njema. Mungu awabariki na awalinde.